tokea mwanadamu anaanza kuishi amekumbana na majanga mengi sana kama vile njaa, ukame, magonjwa, matatizo ya kimazingira kama vile kupata tsunami na mafuriko. Lakini mwanadamu amekuwa akiishi na magonjwa kama kawaida yake kwenye maisha yake ya kila siku. Na hii leo nazungumzia kwa ufupi kuhusiana na ukimwi, yaani kitaalamu upungufu wa kinga mwilini. Inakadiriwa kwamba kutokana na nadharia tofauti, ukimwi ulitokana na virusi wanaotoka kwa nyani, yaani simian, na walionekana kusambazwa kutoka kwa nyani kuja kwa binadamu. Ikadiriwa kati ya mwaka 1884 mpaka 1928, hasa katika magharibi ya Afrika kama vile nchi ya Kameruni, lakini pia hata Afrika ya Kati kama vile nchi ya Kongo. Inaaminika kwamba wawindaji walikuwa na tabia kula jamii ya nyani wale ambao walikuwa na wale virusi, na wakawa wanasambaza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Lakini kumbuka kwamba katika mwaka 1910 kabla ya ujio wa ukoloni, miji mingi ilikuwa ni idadi ndogo kabisa ya watu, ikadiriwa takriban watu 10,000 na chini ya watu 10,000. Hivyo usambazaji wa hao virusi ilikuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa virusi vya ukimwi vilikuwepo kwa watu wale, lakini usambazaji wake ulikuwa ni mdogo kwa sababu ya ile miji kuwa mbalimbali sana na kukuwa na mwingiliano mkubwa. Lakini baada ya ujio wa koloni katika karne ya 20 na mwishoni mwa karne ya 20, ilionekana kwamba huu ugonjwa wa ukimwi unasambazwa kutoka kwa watu kwenda kwa watu wengine. Lakini ilionekana kwamba ugonjwa huu ulikuwa unakabili sana watu waliokuwa wanajamiana kwa jinsia moja, lakini pia hata wagonjwa waliokuwa na ugonjwa wa hemophilia, yaani upungufu wa damu kuweza kuganda mwilini, lakini pamoja na watu wa Haiti. Haijulikani kwa nini wanaweza kusema watu wa Haiti walikuwa wanasababishwa kupata ugonjwa wa ukimwi. Hivyo shirika la kupambana na magonjwa la Marekani lilikuja kugundua kwamba kuna watu wengi sana wameweza kuambukizwa ugonjwa, ni kwa sababu walikuwa wanaweza kuwapatia damu pasina kuchunguza na kuweza kujua ile damu ina magonjwa gani. Tukirudi nyuma mwaka 1984 katika nchi ya Tanzania, especially kanda ya Ziwa, sana maeneo ya Kagera, iligundulwa kwamba huu ugonjwa ulikuwa unashambulia watu na watu walikuwa wanaonekana kuwa wembamba sana. Hivyo ugonjwa uliweza kushambulia na ukaweza kuwa hukumu ya kifo katika jamii za watu wa kanda ya Ziwa. Na hivyo ujio wa dawa za kuweza kufubaza hawa virusi zimekuja kusaidia sana, na tukiangalia ripoti iliyotolewa na wizara mwaka 2001 inaonyesha kwamba takriban watu 140,000 walikuwa wameshakwisha kupoteza vifo kutokana na ugonjwa huu. Na hivyo ujio wa dawa za kuweza kufubaza umeweza kusaidia na kuleta tiba bora kwa Watanzania, lakini hata watu wote ulimwenguni. Hivyo lengo la Shirika la Afya Duniani mpaka kufikia sasa ni kuweza kufikia 95 na kuweza kupunguza vifo vya watu wanaotokana na kupoteza maisha kwa sababu ya ukimwi.